na watu wa kuomba pamoja na wewe. Oh yes. Maana wakati roho yako imedidimia, wakati imani yako imerudi chini, unahitaji mtu wa kuaminiana Mungu pamoja na wewe. Na ndiposa maana nasema chochote mtakachokubaliana hapa duniani. Wakati nilitaka mimi kufa, nikamwambia mama yangu nifungue. Nifungue. Kuna wale intercessor, kuna wale marafiki wa mama yangu, walikuwa wanakuja wakati siwezi kuomba, wanashikana mikono, wanaanza kutangaza, wanasema, Sami hautakufa, utaishi. Oh, hallelujah. Unahitaji watu wa kusimama na wewe. Oh my Pamoja hata katika hiyo biashara, unahitaji mtu akwambie, ndugu, situombe pamoja. Dada, situombe pamoja. Ndoa inakufa, situombe pamoja. Safari ya kwanza ni imani. Kitu cha pili ni watu wa kukubaliana na wewe. Jambo la tatu, maneno ya kinywa chako yana nguvu. Wakati walianza kuniambia kwamba naweza nikaishi, siku moja nilimwambia Mungu, si uniponye tu. Si uniponye tu. Nitangaze katika mataifa unaweza. Niponye tu. Niponye. Kuna watu wanaandika, kabla tujaendelea, kuna watu ambao wanaandika messages hapa. Anasema ni Wycliffe from Kangemi. I'm really blessed by the testimony. Thank you Wycliffe. Kuna huyu mwingine anasema, yeah, that's my spiritual dad. Every door that the devil has shut must open today. Carol, she's Carol. Carol from Dandora. So, God bless you, my daughter. Yeah, you know her. Tuendelee, so mengine message moja, baadaye tuendelee na ushuhuda. Hey, the show is awesome. Pray for me and my family. We are going to pray for you. Yeah. Umgeni anasema nipe namba ya huyo jamaa. Utapata kutoka kwa studio. Umgeni anasema hajaandika kitu chochote. Na kuna wale ambao walikuwa wanapiga simu. Yeah, ingine message inaingia. Hey MTN, I'm Jihai from Dandora, watching your show and I am blessed. Amen. Amebarikiwa sana. Jehia, God bless you. Yeah, God bless you. So pastor, tuambie kuhusu ministry yako. Umeanza ministry hapo, hiyo kanisa umefungua tayari? Nimefungua. Na Mungu katika sasa, mimi Mungu akuniita kwangu, kitu cha kwanza hata kuingia kwa huduma, mimi watu kunielewa. Mimi nimaliza secondary 206. Okay. 206. Nimemaliza secondary. 207, 208, 209 Mungu ameniambia fungua kanisa. Paka mama akashindwa na direct ministry. Nikaingia katika huduma. Na tuko pale na Mungu ametusaidia. Na Mungu ametusaidia kusimamia neno lake katika nyakati za mwisho. Oh yes. Na tumeona Mungu akitenda makubwa. Wacha nikueleze mtazamaji. Kama kuna kitu Mungu anafanyanga hapa duniani, hallelujah, ni kujibu maombi ya wateule. Hallelujah, 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 hallelujah. Kitu Mungu anafanyanga, kitu ambacho kinashangazanga moyo wangu, ni kwamba Mungu usiku na mchana anajibu maombi ya wateule. Kwa maana nampenda Reverend Mrs. Mwiru, huwa anasema kwamba if there is a hand to pray, there is a God to answer. There is a God to answer. There's a God to answer. Na bila anasema kwamba tukiomba tuamini ya kwamba tuamini imefanyika. Sasa tuko pale Kariobangi, na hapo ndipo tunafanya ibada, na pale ndio tunapatana pamoja na tuko pale kila Jumapili na kila siku tuko mahali pale. Hey, I'm Maureen from Eldoret. Watu Eldoret tunawasalimu sana. Tunawasalimu sana watu Eldoret. Watu Eldoret. I'm Maureen from Eldoret. I'm just blessed. God bless you abundantly. Thank you Maureen. Esther, ombea huduma yangu umefunguliwa. Ninateseka, nafikiri imefunguliwa. Ameandika imefunguliwa, lakini maybe inafungwa. We are blessed dad by the testimony, Peter James. Welcome. Peter James is my son. Oh, you know he's him. My assistant pastor. God bless you, son. You are a partaker of this grace. Hey MTM, show iko juu sana. Belinda from Busia. People from Busia, they are watching us. God bless you. God will honor you. Busia, Dandora, Nandi Busia, Eldoret, tunawapenda sana from Busia. Barikiweni sana. Andika message yako tutaisoma. Hey, I'm Lillian from Kasarani. Show iko juu sana. I'm enjoying the show. Salimia Apostle. Salamu zimefika Lillian. Jameni. Salamu zimefika. Why am I reading the messages? Kuna time ambayo nataka nipatie Apostle like 5 minutes
ya kuhudumia watu. Kama uko mgonjwa, be ready. Be ready. Something is gonna happen in your life. Kama uko na shida yoyote, andika tu message, tunaenda kuombea size. We are going to pray for you, apostle atakuombea. But kuna kitu ambao nataka tugusie kwanza. Mimi nataka tugusie kuhusu you are launching a book tomorrow. Yeah, jameni, asante kwa kunikumbusha. Kesho tutafanya uzinduzi wa kitabu. Na ukuja nayo kitabu hapa. Sasa jameni, kitabu ni mimi. Kesho nafanya kitabu ambacho kinaitwa Mafuta ya Ukuu. Oil of Greatness. Oil of Greatness. Na nizungumzie niseme nini? Yeah. Tunahitaji ukuu kwa kila jambo. Kwa sababu if you are not great, you are small. If you are not great, I like that. You are small. If you are not great, you are small. Na ukienda hata kuna nyumba, there are houses for great people. There are cars for great people. There is schools of great people. Oh my goodness. There is hospitals for great people. Hata kuna nguo, shati kama hii. Na iona inapendeza hata wakati nilikuona, is for great people. For great people. So, greatness is our heritage. Oh yes. Mungu akamwambia Abraham, toka kwa nchi ya baba yako na mama yako. Kwenye kitabu cha Mwanzo, Genesis 12. Toka. Nitakufanya jina lako kuwa kuu. Na nitakubariki. Na uzao wako nitaufanya kuwa mkuu. Ukimwangalia Abrahamu, wakati Mungu alimuita alikuwa na miaka 75. Ndio. Katika lugha ya mtatu nasema huyo mzee amechapa. Amechapa kabisa. 75 years mzee anafanya nini duniani? Hakuna. Ana mtoto. Hata ana mahali pa kujenga. Lakini kwa sababu nizungumzie hivi kwa lugha ya Kiingereza. What man does, man raises other people. By the don't make them great. Nobody can make you great. What I do, I just raise you. You can only raise me, but you cannot make me great. Naweza nikakupatia milioni moja. Oh my goodness. Nikupatia milioni moja. After 1 month, hakuna kitu utakuwa nayo. Oh my goodness. Na kuna mtu atakuwa na 100. Hiyo 100 ikamfanya kuwa bilionea. Oh yeah. What man does, man raises men. This is powerful. But God makes people great. Ndio maana Mungu anamwambia Abraham, uko na miaka 75. Wewe hakuna kibarua sasa unaweza ukafanya. Umechapa. Hauna mtoto. Lakini mimi kama Mungu wako, muumba wa mbingu na dunia, nitakufanya kuwa mkuu. Oh yes. Only God can make someone to be great. Hakuna. Oh my goodness. You know, kitu inanishangaza, pastor tumekutana ni juzi on Tuesday. Kabisa. Nimeconnectiwa kwako na my friend Pastor Ezron. Pastor Ezron. Akanileta, alikuwa anakuja ubiri, tukafika hapo. Atukukua tunajuana kwa umbali. Kwa umbali tu. Lakini hiyo Tuesday ilikuwa the first time tulikutanana. So kitu inanishangaza, sikuwa najua kama una launching ya kitabu. Uliposimama katika madhabahu kusalimiana. Ni salimu, ukapewa, kwa maana wewe ni nabii. Ulisema Mungu amekuja kuinua watu wake kuwa wakuu. Oh my goodness. Sasa uliposimama hivyo, mimi nampenda Mungu sana. Mimi kwa kulia na lianga. Na mimi nakuwa na machozi nyingi. Kama wewe hauna nitakugawia. Nitakugawia machozi. Mimi mambo ya Mungu yanililisha. Uliposimama nilianza kulia kwa sababu Mungu peke yake ndiye anaweza akafanya mtu kuwa mkuu. Ndio. Na kama the path to greatness, kitu cha kwanza, ili Mungu akufanya kuwa mtu mkuu, lazima kuwe na separation. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Yes. Kuna mahali, wacha nikwambie sasa hivi, uelewe ya kwamba watu ambao wanakaa slum, nyumba moja ikichomeka, watu maelfu watakufa. Kabisa. Maana hakuna njia. Hakuna njia ya kupitia. Runda leo kuchomeke. Nyumba moja ndiyo itachomeka. Tuchukue tu mtu mmoja, tutachukua watu watatu peke yao. Tutachukua tu watu watatu tusikie anasemaje. Yes, hello. Yes, hello. Yes, hello, nakufuata. Mimi Josephine kutoka Kitengela. Josephine from Kitengela, unataka Bwana akufanyizie nini? Nataka Mungu aniponye vile aliponya huyo apostle. Oh my goodness. Ndio, tutakuombea kabla tujamaliza kipindi Josephine. Wewe ni mgonjwa wapi? Wewe mgonjwa wapi? Waugua wapi? Nasikianga kama viko inaniuma. Neema hiyo ingalipo hapa kwenye studio. Neema ipo. Alafu na Alsas. Na Alsas. Amina. Sawa, tutakuombea. Asante. Okay. Asante. Barikiwa.
Messages zinakuja nyingi Apostle, na mimi naona tunabaki na dakika kidogo. Watching from Dando, very desperate. Pray for me pastor. Stanley anaitwa. Hi, I'm Lydia. Wa pili huyu tutachukua tu watatu. Hello. Ule kuna baki mmoja. Ugonjwa wa ngozi. Hi, I'm from Githurai. I'm facing serious financial problem. Nimeshindwa. Ugonjwa wa ngozi ningeamba aje. Maana mimi nilichipuka. Nilitoka vidonda vilivyokuwa vinatoka uzaa. Mchungaji, kabla niongee greatness, nilitoka uzaa, ulikuwa unataka kwa mdomo. Wewe hujawahi kula uzaa. Unajua uzaa ni nini? Unajua uzaa ni nini? Ni kile ni ile uzaa. Hebu chukua hii simu. Tuchukue huu. Hello. 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 Mimi naitwa Josephine. Ndio Josephine. I'm watching you from Roy. Oh, Roy. Yeah. Ndio Josephine. Nataka Mungu afanyie nini? Yeah. Naomba mniombee, kuna nimemisa niadmitiwa Kijabe. Okay. Aliumia mguu last year mwezi wa 10. Okay. And a friend of mine admitted at Riding Hospital. I don't know what is the problem, but I think it's depression. Okay. We are going to pray for you. Apostle is gonna pray for you in the next few minutes because of time. Tutakuombea ukiwa nyumbani tu hapo, sawa? So, nasikia mwingine anasema ugonjwa. Hi, I'm Lydia from Githurai. I'm facing hi Apostle, I'm the show from Kayole. From stomach problem. Asante mchungaji, show iko poa, niombe, niko na ugonjwa Kenyatta National Hospital. Christine Umoja. Yeah, Umoja. The grace that is peculiar. Wa mwisho huyu na ni 1 minute tunampatia. Hello. Hello? Yes, hello. Nataka kuongea na mchungaji. Tuko naye hapa anakusikiza. Ongea na kusikiza. Hello? Nakusikiza, ongea. Mimi nakuwa na pressure. Na kuganda mwili, naomba niombee. Nitakuombea. Asante. Atuchukue tena simu, don't call. Atuchukue tena simu, tumeshia hapo sababu ya muda. Kwa sababu uko na dakika 2 kuongea kuhusu all of greatness. Then 2 minutes ya kuombea watu, then 1 minute ya tutachukua tena simu sababu ya muda. Sasa kesho nitakuwa nazindua hicho kitabu The Oil of Greatness, na ningeomba upate nakala ya kwako, kwa maana Mungu anataka kukupatia ndoa kuu, anataka kukupatia maisha ya ukuu. Mungu hata kama unauza mboga, ni vizuri ujue siri za kuinuliwa ni nini. Maana kitu kimoja na successful people, they have a secret. Okay. Na dunia ina njia ya kufanya watu wakuu, na pia Mungu ana njia ya kufanya watu wakuu. Maandiko yanasema Mungu muinua mtu kutoka mavumbini, anamuinua kwa wakubwa. Sasa kesho nazindua kitabu The Oil of Greatness. Mchungaji uko pale, nataka grab your copy. Wewe mhudumu uko pale, grab your copy. Wewe ni mfanyabiashara uko pale, grab your copy. Watazipataje hizo copy? Sasa kesho kanisani. Okay. Na pia hapa mtu akija hapa studioni, anaweza akachukua copy. Hapa wenye wako mbali mkikuja hapa katika studio MTN, mtazipata na kwa bei inayofuu, na pia watawasiliana na wewe. Watawasiliana na mimi. Kabisa. Ndio. Wow. Kuna huyu mtu ambaye anaandika, nasikia roho Mungu ananiongoza hivi. Wewe anasema ako na ugonjwa wa ukimwi. Tutasema jina. Unajua umeandika message ya kwamba una ugonjwa wa ukimwi. Tutasema jina because ya hekima ya huduma. Nasema uko na ugonjwa wa ukimwi. Lakini roho Bwana ananiongoza hivi. Make sure tukimaliza mkutano sasa tukitoka kwenye show utachukua namba ya Apostle na Apostle utabook appointment na Apostle na atakuombea, atakuwekea mkono na utapata uponyaji. Hiyo ndio nasikia roho Mungu ananiongoza. Wewe ambao umeandika sitaongea jina sababu ya hekima ya umeandika, unasema uko na ugonjwa wa ukimwi, lakini Mungu ananiambia tafuta Apostle, utapata namba yake tukimaliza, utajua vile kumpata tukimaliza kipindi, na utabook appointment na yeye kwa ofisi kwake
na kuna maelekezo ambayo Bwana atampatia na atakuombea, na mimi nakwambia utapata uponyaji wako katika jina la Yesu Kristo. Sasa apostle, watu wengi wameandika message hapa. Mimi na from Nairobi, mwingine apostle mimi Ruf kutoka Kitale, even people from Kitale. Yeah, Bwana asifiwe apostle. Kuna hapa Ruiru, so unaona wewe mwingine anasema message ziko mingi. So kile ambacho tunataka kufanya na kupatia only 2 minutes, 2 minutes kuwaombea hawa watu uponyaji juu ya maisha yao, then ile 1 minute tutajua tutumia kwa ajili ya kujua vile watu ama ongea watu wanaweza kupata vipi. Sasa mimi nafanyanga ibada ya ukombozi na uponyaji kila Saturday. Kila Saturday wewe ambao unataka kuombewa, maombezi ni bure. Wewe ambao unataka kuombewa siku ya Saturday, siku kama ya leo, kuanzia saa 4 mpaka saa 9 tunakuanga na ibada kubwa ambayo nimetoka sasa hivi. Nimetoka sasa hivi. Watu wote mulio, kama unaweza ukapata njia ya kufika Nairobi, utanipata. Tuko pale Kariobangi South kwa Mbao stage. Ukishuka tu Kariobangi South kwa Mbao, uliza kwa Apostle Kairu. Andika Kariobangi South kwa Mbao stage. Uliza tu kwa Apostle Kairu, watakuleta kanisani. Siku ya Jumapili vile vile. Na utapata kuniona na utapata uponyaji. Unaweza peana contact zangu. Contact zangu. Alafu mtu akipotea ajipate. Contact zangu. Hii namba uchukue kwa ajili ya maombi, ushauri na mengine. Siku fresh. 0721 894 731 0721 894 731. Yeah. Namba ya post utampata kwa sababu saizi maombi tunayangusha tu ni few seconds. Then ukitaka maombi zaidi utapiga hiyo namba na apostle atakuombea. Na kama unataka kuja kanisani kesho kuna ibada very powerful. Watakuwa na launch hiyo kitabu, kuja simama na apostle ununue kitabu All of Greatness. Namba ni 0721 894 731. Naona mumeanza kupiga hapa. Of course uko Facebook. Tuko kwa Facebook andika tu Sami Kairu. The most ongea kwa Kiswahili na tutafsiri. Yule pastor ambaye ni anakuwa anavaa smart. The smartest. The smartest. Sasa pastor in Nairobi. Huyu ambaye smartest alioza, alinuka, alitoa uzaa, damu ilimtoka. So, ukienda Facebook utapata hapo pastor ko very smart, Sami Kairu. Yeah, Sami Kairu, na utampata pastor na itakuwa ya baraka sana. Facebook na namba hiyo umepewa na itakuwa baraka sana. Release anointing ya healing, tunabaki na hata salvation lakini release tu ile anointing ya healing. Nataka uaminiane na mimi. Nyosha mkono wako. Ni 30 seconds. 30 seconds. Distance is not a barrier. Oh, hallelujah. Uwezo wa Mungu unashuka. Hallelujah. Unahitaji uwe na imani na watu wa kuomba na wewe. Mimi pamoja na Pastor Bahati tunaomba baraka. Oh yes. In the mighty name of hallelujah, Jesus. Hallelujah. Natangaza baraka kwa huyo mgonjwa. Uponyaji wa maisha yake. Uponyaji wa ndoa. Katika jina la Yesu In the Kristo. mighty name of Jesus. Katika jina la Yesu I Kristo. disconnect what the devil has connected. Katika jina la Yesu Kristo. I disconnect what the devil has connected. Oh yes. I connect it to the healing of God. Oh yes. Naongea na hiyo biashara. Oh yes. Pokea uponyaji. Kwa jina la Yesu Naongea Kristo. na hiyo huduma. Haitafungwa. Oh yes. Mchungaji, pokea mafuta mabichi. Katika jina la Yesu Kristo. Ingia katika ulimwengu wa roho. Oh yes. Pokea baraka na uwezo. Magonjwa ya ngozi na kauka. Oh yes. HIV inaondoka. Oh yes. Kansa inaondoka. Oh yes. Wamama waliotasa. Oh yes. Pokeeni watoto. Oh yes. Wale wamezaa watoto hawezi wakatembea. Hallelujah. Naongea na hiyo miguu ianze kutembea. Yes. In Jesus name. In Jesus mighty name. Amen. Amekuwa ni Apostle Sami K na mimi ni Pastor Joseph Bahati. Nitaongea na management tuone kama vile Pastor Sami K ataendelea kuwa na program ya healing and deliverance kwenye television yetu hapa ili watu wasaidike. Asante sana Pastor. Asante sana. Mungu akubariki. Amen. Tunakutakia kila cha heri, tunakutakia
kile kiaheri kwa siku yako ya kesho. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya director Kasuti, tunashukuru kwa ajili ya director mkubwa Pastor John, tunashukuru kwa ajili ya manager, kila mtu ambaye amesababisha, viongozi wote ambao wamesababisha kipindi hii iwe successful. May God bless you. Tukutane tena next week kwa masaa kama haya kutoka hapa katika Kenya Glory Show. Mimi ni Pastor Joseph Bahati. Na mimi ni Apostle Sami Kairo. Amen. Keep watching MTN. Amen. Tell a friend and a friend to tell a friend. And a friend to tell other friend. No other better station than MTN. Amen. Glory Show. Amen. God bless you. Bye. Bye bye. You are watching MTN Kenya, your #1 favorite TV station.